Mchana kweupe na kuoa. Mimi nakupenda. Nipe, 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 nipe hesabu ya kukokotoa, tuishi milele, jibu nikipata. Nipe, 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 nipe hiyo tamu tamu, nikupende wewe tu. Ila mwanangu, wewe unapenda kujidhalilisha jamani. Ni kitu gani hasa kilichokufanya ukajibeba na kujipeleka mzima mzima ukweni, tena kwa wakwe ambao mume kasha kuacha na talaka juu mwanangu? Haya sasa, hebu niambie, ni kitu gani hasa cha maana ulichoambulia uko ukweni zaidi ya kashfa, matusi na dharau? Yaani wewe mtoto, ujue kuna wakati najitafakari, yani najiuliza, laiti kama usingekuwa umefanana na mimi. Yaani mimi ningesema labda nimebadilishiwa kule Reba kabisa. Yaani sijioni mimi ndani yangu, sijioni mimi ndani yako wewe pia na kuona kwa nje tu na huu mfanano wetu. Alafu ukapata wapi ujasiri wa kubaki na kulala na kukaa, mke mwenzio kaja? Vai, wewe ni mtoto aina gani lakini? Alafu msomi wewe. Hivi ni kitu gani? Hivi kwa nini kila siku nirudie maneno yale yale kwamba wewe ni mrembo, mzuri, una mvuto? Yaani kila unakopita huko wanaume wanakutolea macho kama ujui. Sasa manyanya kazidi nini? Nilishakwambia tulia. Utapata wa kufanana naye. Manyanya hamjafanana. Usilazimishe vitu. Yaani kila nikijitafakari nikihesabu 1, 2, 3, 4 sipati majibu. Yaani jibu badala ya kuwa 4 linakuwa 0. Unanichosha bwana. Unajua mama nini? Mimi sijui kama wewe unaiona hii kama mimi ninavyoiona. Unajua hata swala la kuachana na mume wangu sio kitu ambacho nimefurahia, yaani kinaniuma, ni vile tu siwezi kubadilisha chochote. Mama, unajua kwamba ndoa ni vazi la heshima Unajua hilo Hivi unajua aibu ambayo mtu ukigundulika kwamba umeachika au umeachwa, mtu unavyojisikia? Najua mama, unajua tu vizuri, unanielewa. Alafu mama, wewe si ndio ulikuwa muumini wa kunihubiria mimi kwamba inatakiwa niwe mvumilivu kwenye ndoa yangu? Tena mpaka ukawa unanipa mifano hai kwamba unione mimi na babako tumevumilia mpaka hapa tulipofikia. Kwa hiyo mimi nilipitia yote haya nikijua kwamba ni sehemu ya uvumilivu. Haya yote ambayo napitia mwisho wa siku yataisha. Hizi ni changamoto kama changamoto nyingine. Sikuwa hata nafikiria kwamba tungefikia huko. Nilijua tu mwisho wa siku mambo yatakuja kuwa sawa. Lakini mama, baada ya yote haya mimi nimejifunza. Yaani unajua kwenye haya maisha ya mahusiano hakuna rangi nimeacha kuona mimi. Kila rangi nimeona. Kwa hapa nilipo, sifikiri kuhusu mwanaume, sifikiri kuhusu mahusiano. Yaani nione usijui mimi nianze kulia kuhusu mwanaume nijilize mimi. Haba dunia ibadilike. Lakini sifikiri na sina hiyo ndoto. Yaani moyo wangu sijui umekufa ganzi. Yaani sitaki chochote kuhusu mahusiano. Nifanye tu maisha yangu yaendelee hivyo. Yaani sitaki kabisa hizo stress za kipumbavu. Habari ya saa hizi? Salama mume wangu, karibu. Shikamoo. Marhaba.
Kiko wapi? Kiko wapi cha kujirudisha mazima? Hii ni fedhea tu. Mke wangu, nini hiki kitendo alichokifanya? Ametudhalilisha mimi, wewe na wazazi wote wenye watoto kama huyu. Mimi nidhani nimechonga mwiko kunusuru mkono wangu, lakini kumbe la, naungua tu. Kwa nini? Kwa nini iteseke kiasi hiki? Hivi mkubwa kama huyu aendelee kulelewa hapa nyumbani? Tunafanya nini? Baada ya kutafuta maendeleo, sisi tunarudi nyuma tu kila siku. Naomba nikuulize kitu. Hivi mnapokuwa kwenye makundi yenu ya kiuni huko, mnafundisha nini watoto? Au ndio vikoba, kuuza, kukopa na kununua tu basi? Sio malezi. Tizama fedha aliyotupata. Tutaweka wapi sisi sura zetu? Lakini haya, wewe si ndio uliyotaka? Utambeba huyo. Mimi sijihusishi kabisa na mambo yenu. Sasa mimi kosa langu hapo liko wapi? Yaani vitu tu umefika unasindikizwa na maneno magumu magumu. Mimi nimekosea nini hapo? Kwani na wewe umjui baba yako? Hujamzoea tu. Hebu achana naye bwana. Mama Eli. Mama Eli. Naam. Hujaniona au dharau? Hapana, nakuja mume wangu. Nakuja. Njoo. Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Hela sikupi na vitu pia sikupi. Yaani haiwezekani wewe ukae na hela yangu mwezi mzima na kati unajua mimi nategemea hiyo hela niizungushe hapa ili mtaji wangu ukue. Si uko unanikimbia Si uko unajiona mjanja Sasa leo umeingia kwenye 18. Leo umetembea magenge yote, umekuta yamefungwa, ndio umekuja hapa. Sasa nenda katafute pesa nyingine uje nikupe vitu. Lakini Zena, nakuomba tu ukate pesa yako kidogo, afu nyingine unipatie mahitaji na kuomba. Nakujua Shia, nakujua. Yaani bora angekuwa mtu mwingine lakini sio wewe. Na nyinyi nikiwachekea mtanifilisi. Yaani tipuni nimeamua. Kama mbwai na iwe mbwai. Sasa nenda katafute hela nyingine uje nikupe huduma. Na kama huna basi maana njaa haiwi siku moja. Lakini Zena, nimeagizwa na mama, nakuomba unisaidie, samahani. Naomba nipatie mahitaji, pesa yako nitarudisha yote, kia Mungu tena. Shea, nenda usingiazie nzi. Hichi sio kijua cha mikopo. Biashara yenyewe ishaanza kuzorola, acha wenyewe ndio nyie. Kaka karibu. Unamdai shilingi ngapi? Yaani huyu dada huyu anazaa. Dada. Unamdai shilingi ngapi? 2000. 2000 tu? Ndio. Kitu kingine? Muulize mwenyewe. Eti mama, kuna kitu kingine unahitaji hapa? Sema mama, sema. We kuwa na amani. Alwata Nikavumba ni mtu mwenye huruma sana na upendo. Niambie chochote mimi nitakupa. Niambie mama, unataka nini? Nilikuwa nahitaji nyanya na cabbage. Hebu mpatie anavyovihitaji. Alafu dada. Dada. Sichamalizana. Nini kingine tena? Shema. Abe. Mimi na upendo sana. Na najali sana. Chochote unachokuwa na shida nacho, wewe niambie wakati wote. Alwata Nikavumba nipo kwa ajili yako.
wala usio na shaka kabisa. Sawa eh? Asante. Karibu sana kwenye hekalu langu. Shule inayofunza mema na mabaya. Wewe na mchana mwema. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko. Yajayo yanafurahisha sana. Wasindikizaji, wapambanaji wamo. Yeah. Ino dunia. Wewe mbuzi wewe, sisi tunatambika hapa leo, wakulu wahenga wa milimani Uluguruni huko Mkagone, leo tunamtambikia kijana wetu Manyanya. Tunajua ametukosea sana, lakini kwa kuwa amekiri na amekuja kwenye falme hii ya ukoo wangu, ya familia yangu, leo tunamtambikia. Mizimu Mkagone, mumfungulie baraka ya riziki ya halali, yeye na mke wake pamoja na mtoto, mkawalinde kwa mabaya ya binadamu na majini. Nasema tena, Mkagone, wakulu Mkagone, muwenge baraka. Wazukuru zenu wano wamekosea, lakini leo tunawatambikia kupitia mbuzi hiwi. Tambiko letu limegona, wakulu na wagone, wahawi na wafe. Tumemaliza. Tumemwona mbuzi katulia. Tambiko limefana. Asante sana. Unaweza kwenda kukaa sasa. Mambo mengine yafuate. Babu. Naam. Manyanya. Naam. Karibu sana. Karibu kwenye ukoo wangu. Karibu kwenye familia yangu. Tambiko bila shaka umeliona limeisha. Na limeisha kwa heri. Mpaka mbuzi amelia hapa, ina maana kwamba kakubali. Nipoita mizimu kakubali. Kwa hiyo leo tunakukaribisha rasmi kwenye familia yangu, kwenye ukoo wangu. Tunajua umetukosea sana sana tu, lakini hayo yote tutayazungumza baadaye. Ila mimi nakukaribisha rasmi kwenye ukoo wangu. Faini nitakupiga faini kidogo, sio kubwa sana, kwa sababu umeshaingia kwenye familia yangu, kwenye ukoo wangu. Nasema karibu sana kwenye ukoo wangu, kwenye familia yetu. Baba. Naam. Kwa hili tukio la leo lilotokea hapa, kiukweli nimefurahi sana. Mimi sina ugomvi na wewe sasa hivi. Na kukaribisha hapa muda wowote. Zile purukushani mimi na wewe sasa hivi zimeisha. Sina cha kujitambulisha, nadhani unajua mimi ndo shangazi yako, huyu ndio mama yako, huyo bibi na huyo ndo babu yenu. Mimi na wewe zile ngumi zile. We Debora. Abe mama. Hivi mbona unanifanyia kusudi mwanangu?
Tangu juzi nimekwambia nenda kafumue nywele zako. Shule karibu inafunguliwa mwanangu. Mpaka leo nywele hujaenda kufumua. Una matatizo gani? Mama, nitafumua tu. Hiyo nitafumua bwana, mpaka lini? Mpaka lini mwanangu, likizo imeshakwisha? Alafu ujue siku hizi zote zisikuelewi ujue. Yaani sio Debora wangu ambaye ninayemjua mimi. Kwa sababu nikikutuma kazi unasema umechoka. Kula chakula huli kwa wakati kama ilivyokuwa mwanzo. Muda wote wewe ni mtu wa kulala na wewe. Hebu niambie, una shida gani? Hamna mama, mimi nipo sawa, ila najisikia tu uchovu. Debora, mimi ni mtu mzima. Nimeanza kuliona jua kabla yako. Natambua kwamba kila utakachokifanya wewe usizani kwamba mimi sijakipitia. Kila nikikutizama mtoto wangu, kuna vitu naviona, ila wewe unanificha. Debora, usitake kucheza na akili yangu. Umeshaanza mchezo mchafu. Mama, mbona ongea maneno makali hivyo? Hapana, mimi sijawahi. Nikakukague? Asa mama, utanikagua vipi wakati mimi mtu mzima? Au unataka tu kunizalilisha? Sawa. Nakupa kutwa nzima ya leo. Fanya mambo yako yote unayoyajua. Kesho asubuhi nataka hizo nywele zako uwe umeshazifumua. Mguu wako, mguu wangu, mpaka hospitali. Nataka nende nikakupime. Nijue una malaria, una UTI au una typhoid. Si umesema unajisikia vibaya? Ndio nitajua hapo kesho. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipindapinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Kiukweli wazee wangu, mimi ninashukuru sana kwa kunipokea, lakini pia napenda kuwashukuru mno kwa kunisamehe. Kubwa kuliko yote, nashukuru sana pia na nimefurahi kwa baraka zenu. Kwa sababu kiukweli hata huko nilipokuwa naishi nilikuwa sina amani ndani yangu. Nilikuwa nalihisi deni la moja kwa moja kuishi na mtoto wa mtu, lakini mbaya zaidi kumzalisha bila kuwa na kibali wala kuwa na chochote cha kuwasilisha nyumbani. Kiukweli nilikuwa nahisi kabisa kuna namna nakosea. Ndio maana hata nikasema nifike hapa kwa ajili ya kuweza kulimaliza hilo na nyinyi kwa ukarimu na huruma yenu. Nashukuru tumeweza kulivuka hilo salama. Wazazi wangu nimefurahi mno na nimewapenda mno. Katika watu ambao nilitegemea itakuwa ni shida ni shangazi. Nilimkosea, tuligombana sana. Lakini nashukuru yeye ndo kawa mtu wa mbele kabisa wa kurahisisha zoezi mpaka msamaha umepatikana na baraka imepatikana. Kwa hiyo nashukuru na nimefurahi mno kuungana na ukoo wenu. Hakika hii ni familia yangu pia. Na lingine la muhimu kabisa ambalo pia ni dhamira mkuu ya kukuja huku nyumbani ni kutaka kujua sasa taratibu rasmi kwa ajili ya kuweza kufunga ndoa na kumchukua huyu binti yenu kumfanya kuwa mke wangu rasmi sasa. Hicho ndio kipengele ambacho pia nilikuwa nakisubiri kwa shauku kubwa. Kwa nyinyi kama wazee ambao ndo mnamiliki na ndio chimbuko lake, ningefurahi pia kuweza kujua kama itawezekana kwa hekima zenu, lakini pia kujua taratibu ya namna ambavyo naweza nikafuata ili sasa niweze kumfanya kuwa mke wangu wa halali. Kwa hilo nawasikiliza sana wazee wangu. Na sisi pia tunashukuru sana
na tunakukaribisha katika familia hii. Na kuhusu hilo jambo ambalo la ndoa, nafikiri kila mzazi anapenda binti yake aolewe, aishi katika ndoa. Ni mabinti wengi sana hapa kijijini au mitaani huko wanazalishwa na mwisho wa siku hakuna cha ndoa, hatimaye wababa wa watoto wanakimbia. Lakini leo umetamka hivyo, na sisi pia tunatoa baraka za dhati kwako, tunakukaribisha. La msingi ni kwamba utafute mshenga, mlete hapa, tutampa utaratibu wa kufanya. Ni hivyo tu. Karibu sana. Asante, nashukuru sana. Mimi sina mengi na nisimalize utamu, labda kawa kwa shangazi kama kuna jambo, na kwa mama mkwe, mama wa Mati. Manyanya. Naam. Hakuna siku ulionifurahisha kama leo. Makelele yote kule mjini ilikuwa swala kubwa ni ndoa. Manyanya, leo nimefurahi sana. Yaani natamani nipige kelele, sijui nifanyaje maana nina furaha mwanangu. Kikubwa mimi nawaombea Mungu anyooshe njia inyooke. Mfunge ndoa, mwende mjini mkaishi kwa amani. Manyanya, leo umeniheshimisha mwanangu. Mati, nimefurahi sana kipenzi changu. Au mama unasemaje? Sana kabisa. Yaani nimefurahi, sijui niwape nini. Wifi, Mimi sina neno. hey! Halo! Hiki kijiji kizima kitajua shangazi yake Mati anaozesha. Mati, umeniheshimisha mwanangu. Yaani sio furaha hii nilokuwa nayo. Unautajiona bibi, unautafurahi utajida. Mudi, unaenda wapi? Naenda nje mara moja, kuna vitu naenda kuweka sawa. Asa subaki tusubiri majibu wote. Nipe dakika moja ndio bora, dakika hii moja sawa. Mudi! Mudi njoo! Mudi! Njoo basi. Mudi, nimeisha mimi. Asa hapa si freshi. Hivi una akili timamu kweli wewe? Hivi unajua kwamba mimi ni mwanafunzi? Alafu vipimo vinaonyesha kabisa mimi ni mjamzito. Alafu unasema eti fresh. Hivi una mpango gani na mimi wewe? Labda bora mimi kuna kitu wewe uelewi. Sio unashaelewa? Tasema nini mimi? Mimi ninavyojua mistari inavyokuwa miwili na kuga unyama. Nini? Hebu tuone, tunaweza kufuta hata mstari mmoja ukabaki mmoja afu tukaonekana hamna kitu. Tuone. Kwa hiyo himo aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea.
Chris Bando ni kitonga mno. Oya. Yaani ukiwa na line ya Halotel tu unapata GB 10 kwa gharama 10,000 tu na kuendelea. Lakini pia usisahau GB 10 hizo hizo zina uwezo wa kudumu kwa muda usiyepungua miezi 8. Sisi tunamwamini. Wewe unasubiri nini? Utaratibu uko hivi, unalipia then ndio unaungwa. Kwa uaminifu mkubwa jamani. Chris Bando ana namba 4 lakini sisi leo tutatumia namba 2 tu. Hizo namba ni hizi. 0717 04 80 48. Then utapiga tena kwa namba nyingine 0785 73 63 61. Make sure jina linatoka Christopher Ruoga. Jamani, Chris Bando ni hivi. Kitonga mno. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipindapinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia ino dunia, dunia ino dunia. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo, kurudio munachelewa, nyamuwezi elewa. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati.